Karibu tena katika somo la nafsi episodi ya pili, na huyu hapa anamuita DJ Murphy the Real Voice. Okay, kipindi kilichopita nilikueleza kwa kina kuhusu habari ya nafsi ya mwanadamu. Nikakwambia nafsi ya mwanadamu ina milango 7. Milango mitano nikakuzungumzia kwa kina, miliwili nikakwambia nitamalizia kipindi hichi hapa. Na milango mitano ni kiachana na mwili wa mwanadamu, mfuko wa kubebea vifaa vyake, pumzi ya Mungu pamoja na udongo. Huo ndio mwili wa mwanadamu. Sasa kuanzia hapo kuna kuja kazi, jina, watu, vitu na hatima. Vitu vyote hivi vikiguswa, moyo wa mwanadamu unauma. Kadiri siku zako zinazozidi kuwa, ndivyo jina lako linakuwa kubwa, watu wako wanaongezeka, vitu vyako vinaongezeka, na hatima yako unazidi kuisogelea. Manake mfuko uliobeba hivyo vitu vitano, umebeba vitu vitano ili kutimiza mambo fulani duniani, na kuna siku mfuko utaisha. Kwa hiyo kishaisha, ndio ile inaitwa mwanadamu amekufa. Kisha kufa hakuna kitu kinatokea tena. Nikakwambia nafsi ya mwanadamu ni sawa na nyota. Wale watu unajua elimu ya nyota. Nyota ina pembe 5. Na zile pembe 5 inamaanisha hivi vitu vitano nilivyokuambia. Manake kazi, jina, watu, vitu na hatima. Kwa ukisikia mtu amekamatwa nyota, amekamatwa nafsi. Tukisema elimu ya nyota si dhambi Kikristo, kionekana pastor anafundisha uganga, hapana. Elimu ya nyota si dhambi Kikristo kwa sababu Biblia inatuambia mamajusi wa mashariki waliona nyota, wakaifuatilia ile nyota. Wale mamajusi ni wasoma nafsi, wataalamu wa nyota, wakaifuatilia nyota, maana ilikuwa ni nyota inayong'aa mno, ili wakaisujudia. Ilikuwa ni nyota inayong'aa, inamaanisha nyota ya kifalme, Kristo Yesu. Manake Yesu Kristo kabla ajaja katika ulimwengu wa mwili alionekana katika nafsi. Yani alionekana, walimuona kabisa kwamba sasa ile nyota inakuja duniani. Manake alikuwa na jina, alikirimiwa jina lipitalo majina yote. Alikuwa na kazi ya msalaba, sio kazi ya kitoto. Lakini pia alikuwa na watu, na mimi ni miongoni mwao mpaka leo. Lakini Kristo alikuwa na vitu vingi. Leo tuna vitu vingi kupitia yeye. Lakini Kristo alikuwa na hatima ya kifo cha msalaba kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, na alikamilisha vyote bila kuzuiwa. Kwa nini Yesu alikamilisha vyote bila kuzuiwa? Kwa sababu kulikuwa kuna milango miwili ya siri ambaye imo ndani yake, na hiyo milango ya siri kazi yake ni kulinda milango mitano ya nje. Kwa kama tunapigwa sana na kuzimishwa sana nafsi katika hizo sehemu 5, ni kwa sababu milango yetu ya ndani imezimika. Nami nataka nikueleze milango haraka. Hii milango miwili, wa kwanza unaitwa moyo. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Methali hiyo, kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Chemichemi za uzima. Moyo unayozungumzia sio moyo unayedunda huu uko ndani yako, ingawa unafanania, lakini huu ni moyo wa kiroho, hauonekani, ambapo huo moyo Mungu alipomuumba mwanadamu alitengeneza mahali katika mwili wake panaitwa moyo, ili akae hapo. Ili afanyaje? Akae hapo. Ni chumba cha siri cha Mungu, ili akae, ili awe rafiki wa mwanadamu lazima akae. Ni kama vile rais anapokuwa ametoka ikulu yake ya Dar es Salaam akaenda Mwanza, basi ana ikulu kule Mwanza, ingawa Mwanza sio makao makuu, lakini anafikia hapo. Kwa Mungu akitaka kuuzuru mwili wa mwanadamu, huwa anakaa katika moyo, chumba kile. Kile chumba kinaitwa chumba cha moyo. Sasa Methali alifikiri sana Suleiman, akasema mwanadamu, linda huo moyo, maana huko ndiko chemichemi za uzima. Yani ule mleta uzima anaitwa Mungu, ndo anakaa huko. Manake siku ukichafua huo moyo, basi moja kwa moja Mungu ataondoka. Yani mlinzi wa vitu vyako vitano ataondoka. Siku Mungu akiondoka kwenye mwili, kinachofuata ni kwamba jina lako litakufa, kazi yako itakufa, watu watakukimbia, vitu vitaondoka, na utapoteza hatima. Kwa adui anayeitwa ulimwengu, kabla hajapambana na vitu vitano ulivyo navyo, huwa anadili kwanza na milango miwili, na mlango wa kwanza unaitwa moyo. Maana Yesu Kristo alipokuja duniani alisema samehe. Manake usipomsamehe mtu umemweka moyoni, usipomsamehe mtu umemweka moyoni. Umemweka moyoni wake, umemweka sehemu ambapo alitakiwa kae Mungu, umemweka pale. Ukapenda pesa zaidi kuliko kumpenda Mungu, manake umeweka pesa kwenye chumba cha Mungu. Ukaamini watu kuliko kumwamini Mungu. Kwenye chumba cha moyo umeweka watu. Ukaamini pambano lako na hatima yako kuliko
kuliko kumtegemea Mungu. Manake kwenye moyo wako umeweka hatima. Manake kuna siku adui atakapokuja anakukamata kirahisi, maana mlinzi hayupo. Watu wengi leo wamekamatwa, wanaishi maisha bandia, akili bandia, marafiki bandia, majina bandia, hatima bandia. Hatima sio zao, zinawakokota kuwapeleka kuzimu, kwa sababu mlinzi wa nafsi hayupo. Katika moyo umeshindwa kulinda moyo. Ndani ya moyo kuna matakataka mengi, kiwango ambacho haiwezekani tena Mungu kukaa. Nyota inakamatwa kirahisi. Mlango wa pili nitauzungumzia, lakini kabla sienda ule mlango wa pili katika wandani, ule mlango wa pili wa ndani wa kiroho, nataka nirudi hapa. Ulimwengu ni nani? Duniani kuna vita kati ya ulimwengu na mwanadamu, ama ulimwengu na mimi. Nikisema ulimwengu na mimi, manake ulimwengu na wewe, nafsi yako. Nazungumzia nafsi yako. Kwa wewe hapo ulipo, maisha yako, vita yako kubwa unaopigana naye, au adui yako mkubwa anaitwa ulimwengu. Ndio maana nafsi, umimi, ubinafsi, yani wewe kama ni kujijua, unajijua tu wewe. Hata mtoto wako umjui, mama yako umjui, kaka yako umjui, dada yako umjui. Unajijua wewe, na haupaswi kumjua, ila unapaswa kujijua wewe, kwa sababu ulimwengu unaweza kumtumia yoyote. Kwa ulimwengu ni yoyote juu yako. Sijasema weke uadui nao au kaa nao mbali, hapana. Hekima na maarifa ipo, nitakuelekeza. Lakini ulimwengu ni yoyote, ni chochote. Wewe tu ndo unatakiwa kujijua kwamba mimi niko hivi, natakiwa niende hivi. Vyote ni vyangu, lakini mimi sio wao. Yani ndugu zangu ni wangu, ila mimi sio wao. Kwa mimi nifanye kwa sehemu yangu, wasipofanya wao hainihusu wala nisiumie, maana mimi wale ndo wangu. Mimi ndo yani wale ndo naona faida yangu mimi ndo najua faida ya watu kwangu. Wao wajue wasijue, haikuhusu. Watu wanipendi, watu hapana, achana nao. Kwa vita iko kati yako wewe na ulimwengu. Kwa ulimwengu ukitaka kukupiga sasa, wewe unakutazama kwa mbali na kukuangalia milango yako 7. Wanagundua milango 5 ndo inakufanya upate kiburi: jina, kazi, watu, vitu na hatima. Wakitaka kuja kukupiga, wanakuta kwenye milango 2 iko wazi, ambaye kazi yake ni kukulinda, na hii milango anakaa Mungu. Kwa wanashindwa, kwa wanaona cha kufanya ni kukutenganisha na Mungu. Sasa kukutenganisha na Mungu ni rahisi tu na simple. Usipomjua Mungu unatengana naye. Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Manake mema hayawezi kuja usipomjua Mungu. Kwa kama mjui Mungu, kumpoteza Mungu ni rahisi. Sasa kwa taarifa yako, Mungu anakaa moyoni. Bado mwezi ni Mungu pia, maji ni Mungu pia, upepo ni Mungu pia. Yani Mungu huwezi kumfanisha. Mungu ni kila kitu kilichoko duniani, ni Mungu. Upepo unapovuma ni Mungu, bahari ni Mungu. Nikikupa mfano huu unaweza ukanielewa. Mama mmoja alikuwa na watoto 3 vipofu. Watoto wake wamekuwa wanasikianga tu vitu mbalimbali. Siku moja pale mtaani, tembo akashuka kutoka milimani. Watoto kwamba, mama, sisi tunatamani kumfahamu tembo. Mama akasema, mnataka kumjua tembo? Sasa ninyi ni vipofu, mtamuonaje tembo? Wakasema, mama, hata tukimpapasa tu tembo sisi tutarizika. Basi mama akachukua watoto wake 3 akawapeleka. Watoto wakapapasa, mmoja akapapasa tumbo, mwingine akapapasa mkia, mwingine akapapasa kule mbele kwenye mdomo. Baadaye watoto wakaulizwa na mama yao, je, mmemgusa tembo? Kwani tembo yukoje? Wakasema, mmoja akasema, mama, tembo ni tumbo. Mwingine anasema, hapana, tembo sio tumbo, tembo ni mkia. Mwingine anasema, hapana, tembo sio mkia, tembo ni mkonge wake. Mama akamwambia, wanangu, sikilizeni, nyote mko sawa. Tembo ni tumbo, tembo ni mkia, lakini pia tembo ni mkonge, lakini pia bado tembo ni miguu. Hamjaona miguu? Tembo pia ana maini, ana firigisi, ana masikio, ana macho. Tembo ni mkubwa kuliko mnavyofikiria ninyi, ila ninyi mmemgusa kwa sehemu. Mabishano mengi kati yetu sisi hapa duniani wanadamu ni kuhusu Mungu yuko hivi kapanda. Mtu anamjua Mungu, na utakapomwita kwa jina lako, umemjua Mungu. Kama mwezi ni wewe, umemjua Mungu. Kama mti ni wewe, lakini Mungu ni kila kitu. Anachotaka ni uamini tu kwamba yeye ni kila kitu. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika, na kitafanyika chochote pasipo yeye. Kiwango chako cha weledi kikifika mahali pa kujua Mungu ni kila kitu, hautasumbuliwa na chochote wala hautaogopa chochote, maana Mungu alikufanya kuwa wewe kuwa juu ya vyote. Ndio maana akakupa uwezo wa vitu 5 ili uweze. Kwa ulimwengu kitaka kutawala, unakuzima katika eneo la kujijua wewe ni nani, na wanazima mlango unaitwa moyo. Katika moyo wako ukiweka fedha, pesa amekupa Mungu ndio, lakini usipende kuliko kumpenda Mungu. Je, ni kweli? Kwenye moyo wako ukaweka watu, ukawaamini sana watu kuliko Mungu, Mungu anaondoka. Kwenye moyo wako ukaamini jina lako kuliko Mungu, Mungu anaondoka. Yani ile kuamini kwamba naweza, Mungu anaondoka. Yani Mungu anataka kuwa number 1, hatima na vitu vingine. Mungu anataka kuwa namba 1. Siku utakapofikiri kuna kitu kikubwa duniani kumzidi yeye, basi ule moyo, kile chumba kinafunga, kinaingia hicho kitu unachokipenda. Hapo ndipo tunapofeli. Kwa shetani akaleta matamanio mengi ya fedha, watu
majina bandia, watu bandia, fedha bandia, vyote uvichukue, vitie moyoni, ili uamini katika fedha zako, uamini katika jina lako, uamini katika hatima yako, uamini katika nguvu ulizonazo. Mwisho wa siku utajikuta umempoteza Mungu, na ile nafsi inakamatwa, inapelekwa kunako stahili. Ni wapi? Nitakuambia wakati ujao. Kabla sijakuambia mlango wa mwisho, nafsi inakamatwa kwa njia hii. Nikakwambia inaweza kamatwa jina peke yake, vingine vikaachwa, au watu wakakamatwa pekee, vingine vikabaki, au vikakamatwa vyote, ndio ule mtu anakuwa chiza, anazurazura tu, ana cha kufanya. Lakini pia kuna wengine wanakamata mpaka na hiyo mwili, anakamatwa, nasikia mtu amekufa, anatumikishwa msukule, gambush, manake amechukuliwa jumla, nyota na kila kitu, na yeye pia kwa wakati wake wote wa kuishi duniani. Siku akifa ndo anakufa, inajulikana amekufa, lakini ninyi mnajua alikufa zamani, kumbe mtu anaishi. Ukisikia watu wanatoa watoto wadogo sadaka, wanatumia zile nyota, kwa sababu mtoto na siku nyingi za kuishi, anaweza kutumia ile jina ya ile miaka yule mtoto kuishi, kuendelea kutajirika mpaka siku hatima ya mtoto unapogonga mwamba. Kwa kuna namna nyingi dunia inatumia, na ujanja mwingi. Ulimwengu usipoujua ukakujua, utakutesa. Huwezi kutawala ulimwengu usipoujua, na ili ujue ulimwengu lazima ujijue wewe ni nani, na ili ujijue ni nani, Soma na Nafsi ni kwa ajili yako. Moyoni mwako usimweke yote, mweke Mungu. Anza mazoezi ya kumweka Mungu moyoni. Inawezekana. Baadaye nitakupa na mifano watu waliofanikiwa katika eneo hilo. Sasa mlango wa 7 ambao ni nyeti sana. Huu mlango unaitwa roho. Moyo na roho ni vitu viwili tofauti. Usichanganye. Moyo na roho ni vitu viwili tofauti. Chumba cha Mungu, lakini roho ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema Mungu wetu ni roho, na wale wanaomwabudu sasa iliwapasa kumwabudu katika roho. Kwa Mungu ni roho. Shetani ni roho. Hekima ni roho. Maarifa ni roho. Kila kitu duniani ni roho. Kuna roho nyingi sana duniani. Kuna roho chafu na roho safi. Ndio maana kunaitwa ulimwengu wa roho. Kuna dunia inaitwa ulimwengu wa roho. Zinakaa roho, lakini roho kuu kuliko roho zote ni Mungu anatawala. Ila sasa ili roho zidhihirike na kutenda mambo duniani, zinahitaji mwili. Zote zinakaa juu. Yesu anasema roho wa Bwana yu juu yangu, juu. Nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili, juu. Roho anakaa juu. Hapo mwanzo Mungu alipoziumba mbingu na nchi, nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Giza lilikuwa limetanda katika uso wa vilindi vya maji. Roho wa Bwana akatua juu, juu, roho, juu, juu, roho anakaa juu. Sasa roho anakaa juu, akikaribishwa anakaa moyoni. Sasa ukikosea roho ya hekima akakaa moyoni, utaamini hekima zako. Roho ya maarifa ikakaa moyoni, utaamini maarifa. Nadhani tunaelewana. Kwa roho ni nyingi. Sasa elimu ya roho ni elimu nzuri na ya kujua ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Napozidi kwenda nitazidi kukufunulia zaidi, na hakika na kuhakikishia ukimaliza utakuwa mtu mwingine. Utamsikiliza mtu, bali utaisikia sauti ikikuongoza nini ufanye, wapi uende. Sasa huyu roho ambaye ndo mkuu kuliko vyote, ndiye nataka tumzungumzie vizuri, ili tujue makusudi yake. Huyu roho anataka nini kifanyike. Alafu pia tutakuja kuangalia upande wa pili, ulimwengu unapotukamata nataka nini. Kwa nini tunalogwa? Kwa nini tunafifishwa majina? Kwa nini tunanyang'anya watu? Kwa nini tunateseka? Kwa nini tunaumwa? Kusudi la ulimwengu, ulimwengu unataka nini, na Mungu roho anataka nini? Episodi ya 3 itakueleza mambo haya kwa kina. Huyu anaitwa DJ Mafy the Real Voice, pastor katika kanisa la TRV Tanzania. Tuko Dar es Salaam, Kigamboni, Mwasonga. Ukifika hapa basi ulizia kanisa la DJ Mafy, utaletwa. Lami iko mpaka mlangoni. Kazi kwako. Ibada zetu ni kila siku za Jumapili, Jumanne pamoja na Ijumaa, na viwanja viko vingi tu, unaweza hamia ukaishi huko. Karibu sana kupitia 0673889801 kwa mafundisho zaidi. Karibu, asante sana. Usikose tena episodi ya 3 inayozungumza kwa kina kuhusu nafsi. Na sasa tutakwenda kwenye kipande cha roho na ulimwengu. Not for their power.